inakuwa inanikata kwamba huyu anatembea siku nzima from morning till evening, anatembea anaendesha apate 200. Kwani yeye hawezi kwenda find something to do, kufanya kazi ili aweze kummanage huyo mtu ambaye hajiwezi? Unapokuwa privileged, unapokuwa umepata, unapokuwa unacho, usione kwamba wale ambao hawana ni wajinga, wale ambao hawana ni wazembe, wale ambao hawana bidii. Unapokuwa unaambia watu, na hata sometimes viongozi wao wanasemaga hichi kitu, wanaambia watu fanyeni kazi. Unapowaambia watu wafanye kazi, kuna watu wanatamani hiyo kazi waifanye na hawana. Nimewahi kukutana na mtu mzima mwenye masters degree, ametafuta kazi miaka 10 hajawahi kupata, na kila siku anaamka na bahasha anakimbia mjini anatafuta kazi hapati. Akikosa kazi anaenda kufanya vibarua. Kwenye vibarua kule akipata anashukuru, akikosa pia anashukuru. Anakosa hata hela ya kula, anakosa hata nauli. Unapomwambia mtu ambaye anatafuta kazi kila siku kumwambia afanye kazi na hajawahi kupata hiyo kazi, unakuwa unamtukana. Tunapokuwa tunafikiri kwamba sisi kwa sababu tuna privilege ya kupata, wengine ambao hawana ni wajinga, ni kosa la kufikiri. Kuna watu hawajawahi kunyenyekeshwa na maisha. Yaani maisha hayajawahi kuwashusha wakajua kwamba kuna watu wao wanakosa. Kuna watu kula kwa siku ni shida, kutafuta msosi wa kila siku wanakosa. Sio kwamba hatamani kufanya kazi, sio kwamba yeye ni mzembe, sio kwamba yeye ni mtu ambaye amekaa tu, anatamani kufanya ile kazi, lakini mpaka apate ile kazi ya kufanya ni mtihani sana. Kuna siku nimekwenda Mkuranga kwenye viwanda, nikakuta kuna watu 300 nje wanatafuta vibarua. Katika watu 300 Mchina anataka watu 50 tu. Maana yake kuna watu 250 waliamka saa 11 wakaenda kwa Mchina kufanya kazi, wameondoka kwa Mchina hawajapata kazi. Watu 250 wanarudi mtaani. Wale watu 250 kukuta naye barabarani anakuomba nauli. Naomba nauli ya shilingi 500 nirudi nyumbani kwangu. Unaposema watu wafanye kazi wasiwe wazembe, kwamba wote wanaokosa ni kwa sababu ya uzembe, ni kosa kubwa sana. Kuna vijana wadogo maisha hayajawahi kuwashusha wakajua kwamba hapa kwenye hii dunia kuna kukosa. Ukija kuambia watu kuna mtu kule Tandale, kuna mtu Mbagala, kuna mtu Vingunguti, zile nyama mbovu, zile nyama zile reject kule Vingunguti kwenye machinjio, kuna watu wanaziokota, wanaziosha, wanaweka limau, wanatengeneza mishikaki wanaenda kuuza. Mtu hawezi kuamini. Ukimwambia mtu kuna watu wanakula utumbo wa mbuzi, utumbo wa kuku, utumbo wa miguu ya kuku, vichwa vya kuku kule Shekilango, wanaenda kununua kila siku, wakishanunua wanaenda kuuzia wengine. Na kuna mtu anafanya biashara ya kuuza utumbo wa kuku, na kuna mtu kila siku kitoweo chake na chakula na ugali ni utumbo wa kuku. Ukimwambia mtu hawezi kuamini. Kwa sababu gani? Katika maisha yake aliyoishi hajawahi kupitia kwenye mazingira yale. Kuna watu hawajawahi kujua shida, na ndio maana huwa wakikaa kwenye mitandao kuzungumza, wanaweza wakazungumza wakasema kwamba watu wafanye kazi, watu ni wazembe, watu wafanye kazi kwa bidii. Kuna watu wanatamani hiyo kazi waifanye na hawana, wanatamani hata 500 ya kula na hawana.